Kupitia mradi huu wa elimu tumejifunza kuwa sababu mojawapo inawafanya watoto wa kike kushindwa kuhudhuria masomo yao ni changamoto za hedhi. Tunatambua kuwa wasichana wengi hukosa masomo kutokana na kukosa taulo za kike, kukosa elimu sahihi ya hedhi pamoja na mazingira yasiyo rafiki mashuleni. Kupitia mradi huu tumefanikiwa kutoa elimu sahihi ya masuala yote yanayohusiana na hedhi salama. Kwa mujibu wa takwimu za ripoti ya mwaka 2021 kuhusu usimamizi wa hedhi kwa wasichana nchini Tanzania iliyotolewa na UNICEF, inaonyesha kuwa 17% ya wasichana hukosa shule katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita kutokana na changamoto za hedhi. Aidha, tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa baadhi ya watoto wa kike hukosa shule kwa wastani wa siku 2 hadi 5 kwa mwezi kutokana na changamoto zinazohusiana na hedhi. Tafiti zinaonyesha kuwa changamoto za kisaikolojia, ukosefu wa vifaa vya kujistiri, maumivu wakati wa hedhi pamoja na ukosefu wa vyumba salama vya kujistiri mashuleni vinaongeza utoro kwa wanafunzi wa kike. Tunapaswa kutambua kuwa kumpatia mtoto taulo za kike na elimu ya afya ya hedhi salama si jambo baya, bali ni uwekezaji katika elimu na maisha yake ya baadaye. Tusimfanye mtoto wa kike aone aibu kuzungumzia masuala ya hedhi. Badala yake tumjenge kujiamini na kumpa msaada anapokuwa katika hedhi. Pia tunatoa wito kwa jamii, shule na serikali na wadau mbalimbali kuendelea kushirikiana na kuboresha mazingira ya shule kwa kuhakikisha upatikanaji wa maji safi, taulo za kike, vyoo salama, sehemu za kujistiri pamoja na elimu ya afya ya uzazi kwa watoto wa kiume na wa kike. Katika hili tunaona mara nyingi, hata nyinyi mtakuwa ni mashahidi, msichana anapokuwa kwenye hedhi, kwa bahati mbaya ile hali ikamtokea akiwa darasani, wanaokuwa wa kwanza kumshangaa ni watoto wa kiume. Lakini kama tutawajengea uwezo vijana na watoto wa kiume walioko katika mazingira yetu na jamii waweze kufahamu umuhimu wa kuastiri watoto wa kike na wanawake katika masuala ya hedhi na kuona kwamba hedhi ni jambo la kawaida na ni sehemu ya afya ya mtoto wa kike na mwanamke, basi tutaondoa hii hali ya unyanyapaa na jamii yetu itakuwa salama kwa swala zima la hedhi. Tunapaswa kutambua kuwa swala la hedhi salama si swala la wanawake pekee, bali ni jukumu la jamii nzima. Wazazi, walimu, viongozi wa dini, viongozi wa serikali, vijana wa kiume na wadau wa maendeleo wana nafasi muhimu ya kuhakikisha wasichana wanapata taarifa sahihi, msaada na mazingira salama bila ubaguzi wala unyanyapaa. Mimi nikupongeze na ninaomba watoto mgeni rasmi tumpigie makofi na vigelegele. Haya yaliyosemwa wakina mama wanajua. Wakina mama wanajua, mama zetu wanajua maisha walioyaishi huko. Nyie leo watoto wa kizazi cha kisasa mna sababu ya kujivunia haya maisha mnayoyaona. Hedhi salama sio ugonjwa, au sio jamani? Hedhi salama ni burudani, ni starehe. Tunaelewana eh? Bila hedhi hakuna mwanamke. Mnajua hivyo eh? Na bila hedhi hatupatikani wanaume. Mnajua hivyo eh? Kwa hiyo jambo hili sio la fedheha, jambo hili ni furaha. Changamoto zinazopatikana hapa shuleni kwetu ni pamoja na ukosekanaji wa vifaa kama chupi, sodo. Hiyo inakuwa ni changamoto ambayo inapelekea wanafunzi kutokuja shuleni na wengine kuacha kabisa. Kwa mimi nafurahi na nashukuru sana kwa mradi huu kwa sababu inawasaidia wasichana wengi kuendelea na vipindi vya darasani. Kwa hiyo wanapotuletea hizi taulo za kike, sabuni na miradi mingine inatusaidia kuendelea na masomo ili tuweze kufikia ndoto zetu. Jamii ya huku kuna baadhi ya familia ama wazazi wanashindwa kukidhi mahitaji kwa ajili ya watoto wao kununulia taulo za kike. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kwa watoto wa kike kuweza wakiwa katika kipindi hicho kujihudumia au kupata msaada zaidi. Kwa msaada huu na elimu kwa kweli tunashukuru sana
inasaidia kwa kiasi, ama imesaidia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tunaona pia kuna wazazi pale, jamii pia, kuna wanafunzi na viongozi mbalimbali, nao pia wanaweza wanapata elimu kwamba si jambo la aibu, lakini pia ni jambo ambalo tuweze kuwasaidia, hata kama huko jamii wale wanaopanga, kama anamuona mtoto pia amepata shida, waweze kusaidiana. Huku tumekutana na changamoto nyingi ambazo zinawakumba watoto wa kike pamoja na wa kiume, na tumeamua kuja kufanya maadhimisho hapa Kalya kwa ajili ya kuhamasisha jamii kwa ujumla, watoto wa kike na wa kiume, wazazi na wote wanaopatikana hapa, kuwasupport au kuwasupport watoto wao kwenye hili jambo la hedhi. Tukienda kwenye takwimu, shule ya sekondari Kalya na shule zote ambazo zinapatikana hapa, kwa mfano tunafanya kazi na shule ya msingi Tambusha, shule ya msingi Ubanda na shule ya msingi Sibwesa. Takwimu zilizoko, watoto wengi kwenye kila mwisho wa mwezi huwa tunapata utoro mashuleni. Tulivyofuatilia tukapata takriban wanafunzi 200 mpaka 300 kwa mwezi, kwa vipindi tofauti kwa hizo shule wanakuwa hawaingii shuleni. Tukaenda mbali zaidi, tukafanya vikao na kamati za kila kata za Mtakua. Mbali na sababu nyingi walizotuambia, lakini hii sababu ya watoto kuhudhuria shuleni kwa sababu ya kukosa vifaa vya kujistiri vya hedhi ilikuwa ni sababu ambayo ilionekana kuwa kubwa sana katika